Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu katika imani, tukiwa tupo katika mwendelezo wa kuzungumzia mada yetu inayozungumzia subra, leo tukiwa tuko sehemu ya pili ya kuzungumzia aina ya pili ya subra, nayo ni subra katika maasi. Mwanadamu unahitaji subra kubwa sana, kujisubirisha pale ambapo unakutana na maasia, kwa sababu ndivyo moyo unavyomwamrisha mtu. Allah subhanahu wa ta'ala ametuthibitishia hilo pale alipotuambia, a'udhu billahi minash shaitani rajim, wama ubari'u nafsi inna nafsa la ammarati bisu. Hakika hii nafsi kazi yake ni kumwamrisha mwanadamu kufanya mambo mabaya. Hivi ndivyo nafsi ilivyo, illa ma rahma rabbi, isipokuwa yule ambaye amerehemewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo utaona siku zote binadamu katika kuyaendea maasi, mpaka uchukue subra na uvumilivu mkubwa sana katika moyo wako wa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, na kuhofu na kujali ya kwamba jambo hili ninaloliendea, moyo wangu wanipeleka kulifanya hivi, lakini lanipeleka mahali pabaya. Na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi iliyopokelewa na Anas bin Malik radhiyallahu anhu ametuambia, huffatil jannatu bimakari, imeumbwa, imetengenezwa, imefanywa pepo katika mambo yanayomuudhi mtu. Yani yale mambo yote ya kuyaendea ambayo yatakufanya wewe ufike peponi ni mambo ambayo yatakukirihisha, yatakuudhi, yatakukera. Hivi ndivyo pepo ilivyowekwa. Hutoipata pepo katika njia nyepesi. Na akasema wa huffatin naru bishahawati, na moto umewekwa katika mambo ambayo moyo unayatamani. Ukiliona jambo unalitamani, basi kuwa na wasiwasi. Kwa hivyo lazima ujipe subra katika kuyaendea maasi. Nitatoa mifano. Katika moja ya maasi makubwa ambayo wanadamu wanaendea ni maasi ya zinaa. Lakini ukitizama Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia neno hili, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Musikaribie. Kuikaribia kwa maana ya mazungumzo, kwa maana ya kuchati, kwa maana ya kutizamana, kwa maana ya kusogeleana, kwa namna zote musikaribie. Ili usikaribie zina, ni lazima moyo wako uupe subra. Uhakikishe kwamba unasubiri, uone kwamba mimi naweza kujisubirisha, nisichati na mtu, mimi naweza nisizungumze na mtu, mimi naweza nisiingie katika jambo hili. Hii yote ni mambo ambayo mwanadamu anatakiwa ajisubirishe katika kuyaendea. Lakini katika dhambi kubwa ambazo wanadamu wanaziendea ni shirki. Na shirki ni katika makosa makubwa sana ambayo yanaweza yakakupelekea usipate msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala, kama ambavyo mwenyewe ametuambia, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala hasamehe dhambi ya kushirikishwa, dhambi ya kufanywa shirki. Allah subhanahu wa ta'ala anasamehe dhambi nyingine kwa anayetaka. Sasa utaona ya kwamba mpaka usubirishe moyo wako. Wakati mwingine mtu akutana na matatizo, ukakutana na mitihani, ukapata vishawishi, mtu akakwambia twende kwa mganga huyu, twende kwa jambo hili, twende kwa huyu. Sasa lazima usubirishe moyo wako katika kujizuia kuyaendea mambo haya mabaya, ndipo utakapopona na utakuwa salama. Lakini kuna jambo jingine ambalo ni la tatu nitalizungumza na litakuwa la mwisho, pamoja na kwamba dhambi ni nyingi sana, nayo ni riba. Hakika kama hukusubirisha moyo wako, utakula riba katika dunia yetu tulionayo. Utafuatwa na watu wa benki, utaambiwa kwamba bwana, hii ni benki ya Kiislamu. Utafuatwa na watu wa vikozi mbalimbali na vibati na michezo mbalimbali, watakushawishi katika wewe kupata pesa, na wewe utaingia. Wakati Allah subhanahu wa ta'ala ametutahadharisha akatuambia, ya ayyuhalladhina amanu, enyi munaomwamini Allah subhanahu wa ta'ala, taqullaha wadharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'adhanu biharbi min Allah wa rasuli. Asema Allah subhanahu wa ta'ala, enyi mliomwamini Allah, jihadharini na kuiendea kula riba. Na mtu ajue akilifanya hilo la kula riba, basi ametangaza vita baina yake yeye na Allah na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je, mimi na wewe tuwaweza vita kupigana vita na Allah subhanahu wa ta'ala? Ndio maana watu wengi ambao wanakwenda kula riba, mwishilio wao ni kuharibikiwa.
Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe subra katika kuyaendea maasi, na Allah subhanahu wa ta'ala atulipe kutokana na subra zetu. Wakumbushe Waislamu, Allah atakulipa.